Mpendwa mfuatiliaji wa chaneli yetu, naomba nikupe somo jingine juu ya chumvi ya mawe. Kwanza, kabla ya kuendelea, naomba ulike hapo, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapoweka somo jipya lisiweze kukupita. Naomba nikueleze kwamba chumvi ya mawe hutumika sana katika tiba, hasa za kusafisha nyota, kusafisha nyumba, mapenzi pamoja na mvuto. Leo nakupa faida ya chumvi ya mawe ukichanganya na pilipili nyekundu. Unachotakiwa kufanya ni kwamba ukichukua pilipili nyekundu pamoja na chumvi ya mawe, kwa pamoja ukavichanganya. Hakikisha ile pilipili nyekundu iwe ni pilipili ya unga. Unachukua hiyo pilipili ya unga pamoja na chumvi ya mawe, unavifunga katika kifundo kidogo, unaweka chini ya kiatu chako. Kama utaenda kuomba kazi, na kuhakikishia utapata kwa wepesi. Kama una gundu la kukosa ama kutokusikilizwa, na kuhakikishia chumvi ya mawe hiyo pamoja na pilipili zitakusaidia. Pia kama utavaa hivyo kama nilivyokuelekeza, umeweka chini ya kiatu na kumfuata mpenzi wako asiyekupenda, lakini wewe unampenda na mara nyingi hakusikilizi, basi atakusikiliza na atakuwa mpole. Itumie nafasi hiyo kufanya chochote ukitakacho ili kumweka karibu. Kama ni kutaka tunda, hakikisha unamwambia siku hiyo, maana utakuwa umemfunga. Ukivaa hivyo ukaenda kumdai mtu unayemdai, atakulipa pesa yake siku hiyo, atafanya juu chini akulipe. Cha msingi, weka nia yako vile unavyotaka. Inshallah utapata unachotaka kwa idhini ya Mungu. Pia mchanganyiko huu kwa wale watu waliopangisha wapangaji. Unakuta kuna mpangaji anafanya matendo alafu haumpendi, umejikuta umemchukia, lakini kila ukijaribu kumwambia kuhama anakuwa mgumu. Ukifanya hivyo, ukaenda kwake na kumwambia naomba uhame, hatosita, atahama moja kwa moja. Lakini mchanganyiko huu ni hatari kwa kumvuta mpenzi, kulipa kisasi na mambo mengine mengi. Huenda unahitaji msaada juu ya kutumia mchanganyiko huu zaidi. Chukua namba yangu hapo, nitafute, nieleze shida yako, nami nitakusaidia. Hii ni asili yetu. Endelea kulike, kukomenti pamoja na kusubscribe.